mnaweza kwenda kuchagua viongozi, lakini msipochagua viongozi wa Chama cha Mapinduzi mtakuwa mmepata viongozi na sio viongozi bora. Wazee walisema kizuri kinajiuza, kibaya kinajitembeza. Yaliyotendwa na serikali mbili zinazoongozwa na Chama cha Mapinduzi yanatosheleza kuonesha Chama cha Mapinduzi ni kizuri na kinafaa kuendelea kuongoza nchi hii. Niwaombe sana wana CCM na ambao sio wana CCM, tukatangulize maslahi mapana ya nchi hii, tukachague maendeleo. Maendeleo ni Chama cha Mapinduzi. Twendeni tukachague CCM tukiamini yale yaliyozungumzwa, ikiwemo kuendeleza amani, utulivu, umoja na mshikamano wa nchi hii unaendelea kuimarika. Twendeni tukaichague CCM kwa kuamini, kwa maana CCM ndio chama pekee chenye sura ya kitaifa katika nchi. Kwanza nimwombee kura Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, mgombea wa urais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa sababu ameiongoza nchi hii kwa utulivu, umoja, mshikamano na kupata maendeleo makubwa sana katika kipindi chake hichi cha mwanzo. Tuna wajibu wa kumpa nafasi tena ili amalizie mazuri ambayo ameyatekeleza. Niombe niwaulize, tutamchagua Dr. Samia? Nimwombee kura Mheshimiwa Dr. Hussein Ali Mwinyi, Rais wa Zanzibar na mgombea wetu anayeomba nafasi hii kwa kipindi cha pili. Aliyoyafanya Dr. Hussein sote ni mashuhuda. Vitendo vinaongea kuliko maneno. Hapakuwa na shule hii hapa, leo ipo. Hii Chambani ya miaka 5 kabla ya Dr. Mwinyi haikuwa hii. Leo Chambani ni tofauti. Tuna wajibu wa kuendelea kumchagua Dr. Mwinyi. Tazameni barabara, huduma za kijamii, maji, afya, elimu, miundombinu. Akasema hapa mzungumzaji mmoja, ingependeza sana sisi wanasiasa tushindane kwa hoja kuliko matusi. Mimi hapa nasema achaguliwe Dr. Samia, achaguliwe Dr. Mwinyi, achaguliwe Mheshimiwa Bahati na Mheshimiwa hapa Mohamed Abdrahman, wawe wabunge na wawakilishi, kwa sababu moja tu, wametenda maendeleo yenye manufaa na watu. Ingependeza na mwingine anayekuja aseme imejengwa skuli ya Dodo hii, mimi nitakuja kujenga skuli 4 nyingine. Ingependeza mnasema mimi nichagueni mbunge baada ya ndugu Mohamed Abdrahman. Kwa nini? Kwa sababu yeye katoa mipira ya maji, katoa jezi kwa vijana, katoa mipira, kahudumia hiki, mimi nitafanya mara 2. Hizo ndio hoja. Wananchi wa nchi hii hawahitaji matusi. Wananchi wa nchi hii hawahitaji vitisho. Wananchi wa nchi hii wanahitaji maendeleo. Niwaombe vijana wenzangu, wako watu wana maneno matamu mfano wa asali. Watakuja kama ambavyo amesema Mheshimiwa Ali Juma hapa. Wanaweza wakaja katika viwanja hivi au mbadala wa viwanja hivi kuhubiri shari. Si dhambi kuwasikiliza, lakini tafakarini na mufikirie na hatimaye mchukue hatua. Umri wetu bado sisi ni umri wa tamani. Ni umri ambao unahitaji tuendelee kuishi kwa rehema za Mungu kama uhai utaendelea kuwepo. Tukiendelea kuukata uhai kwa sababu mbalimbali ambazo zinaepukika, kwanza itakuwa hatujazitendea haki nafsi hizi, lakini pili hatujaitendea haki Tanzania yetu. Suala la amani na utulivu ni jambo la msingi sana katika maisha yetu tunayoyaishi. Tumerithishwa, lazima tuwarithishe na wengine. Chama cha Mapinduzi tunahubiri amani, tunahubiri upendo, tunahubiri mshikamano, tunahubiri mafanikio na maendeleo. Watakuja wengine watahubiri tofauti. Msikubali kugawanywa, msikubali kusikiliza upotoshaji. Nimepata ushawishi mwingi muda mrefu
Nikamwambia bado hamjataka nije kwenye Chama cha Mapinduzi, mkitaka nije mimi nitakuja. Lakini mheshimiwa mgeni rasmi, serikali ya awamu ya 8 ya Dr. Mwinyi yenyewe imenambia njoo, na mimi nikaitikia kabla nakuja. Sisi moyo. Kwa hiyo mheshimiwa mgeni rasmi, mambo yote ambayo tulikuwa tukipingana nayo ndani ya Chama cha Mapinduzi, serikali ya awamu ya 8 imetekeleza. Kwa kweli uungwana wa Dr. Mwinyi umepitilia, na kwa kweli ametekeleza ilani ya Chama cha Mapinduzi kwa 100% nasema. Kwa hivyo kama ilani imetekelezwa, madai ambayo tunataka tukiyadai yametekelezwa, tuendelea kuwa wapinzani, tupinga nini? Tupinge maendeleo? Tupinge maendeleo? Mheshimiwa mgeni rasmi, tukaona hapa tumefika pahala turudi tukaungana na wenzetu ili kumuunga mkono Dr. Mwinyi amalizie hapo iliyobaki. Mheshimiwa mgeni rasmi, tulikuwa tukidai hapa hatuna mabarabara mabovu, wanafunzi shule wanakaa chini, ukwenda hospitali hakuna madawa, mambo chungu mzima. Mambo yote ambayo tulikuwa tukidai serikali ya awamu ya 8 wametekeleza kwa 100%.